Wasukuma Mlimhola. Sasa episode ya kwanza kabisa tunaanzia hapa kwa huyu jamaa. Huyu jamaa leo alikuwa anatoa msaada, lakini msaada wake ni wa maajabu sana, na hapa kila mmoja dola 100. Sasa huyu jamaa kawaida yake alishazoea kuchukua nyota za watu kabisa na kwenda kutajirika. Sasa kuna chizi mmoja akajipitisha, toka hapa, toka, unajipitisha, sisi tunatoa misaada, toka, nyinyi roho yenu ishakuwa ya kunguni. Sasa yule chizi akajidondosha pale, wakajaribu kumtimua siwaharibie, maana wanajipatia pesa. Tusaidie bosi, tupe bosi, tupatie pesa, tupatie pesa, achana naye. Sasa kila mmoja akiwa anapatiwa msaada anachukua pesa kwenye kichungu, anamwekea kichwani, si unaona, anachukua nyota yake kabisa na kwenda kufanyia mambo ya utajiri. Sasa kila mmoja akipewa dola 100 na fry kwa pesa ya Kitanzania taslimu kabisa 240,000. Kuna muda inapanda na kushuka. Sasa mmoja akafurahi sana, asante sana, asante sana mkuu, nimefurahi, naona kama kuna utajiri umetuletea kwenye kijiji chetu. Sasa yule chizi moja kwa moja akachungulia kwenye kioo cha nyuma. Sasa yule jamaa kumuona kabisa wakati anatoa msaada. Yule chizi taratibu mdogo mdogo kabisa anataka kuiba pesa. Anasema hizi pesa zimewekewa nini? Hizi pesa zimewekewa nini? Akasema ngoja. Akachomoa naye. Akachomoa kabisa kama dola 200. Akasema hapa nataka na yeye nikamwekea kichwani nione atakuwaje. Sasa kila mmoja kabisa ni mwendo wa kuomba msaada. Anamwekea kichwani kwenye paji la uso. Watu wakaanza kuja, na mimi nipatie, na mimi nikanywa hata supu, nipatie nikanywa hata supu. Watu walikuwa wanamshangilia kabisa, wanaona kabisa leo tumeletewa msaada leo, asante sana mkuu, wachukua pesa. Kiukweli kabisa wanakijiji walifurahi sana kumuona huyu jamaa anatoa misaada. Sasa msaada wake ulikuwa maajabu kabisa, hawezi kukupa mkononi mpaka akuweke kwenye paji la uso. Anasema asante, mwe mnachukua, mnawahi, pangeni foleni, waiteni na wengine. Sasa yule chizi naye akamwekea kichwani, yule chizi akachukua ile pesa akamwekea kichwani, akasema kumbe naye anawawekea hivi. Sasa kwa kuwa kabisa yule chizi alikuwa elewi, lakini aliwaokoa na wengine na kuwasalimisha. Sasa jamaa naye akawekewa. Mara ghafla yeye akili moja kwa moja karuzi. Ngoja tuone episode ya pili mambo yatakuwaje. Mwalae. Sasa episode ya pili inaendelea hapa kabisa. Sasa yule chizi wakamwambia pita huko, sasa ushapewa pesa, pita. Sasa yule jamaa kabisa na yeye akawa kama chizi fulani anazungumza ovyo ovyo. Nyie mmefuata nini hapa? Mmefuata pesa au mmefuata nini? Tokeni hapa, tokeni, hamwezi kuchukua pesa, tokeni, pesa za kwenu hizi, tokeni hapa. Kumbe jamaa naye akili ziliruka kabisa baada ya kuwekewa pesa kwenye paji la uso, akaanza kuzungumza ovyo ovyo. Sasa watu wakawa muelewi, jamani, anaongea nini tena? Anaongea nini? Anatutukania mpaka wazazi wetu. Tokeni, yule chizi anawasambaratisha. Wewe, tokeni hapa, nitawasambaratisha. Sasa wakabaki kabisa na yule jamaa tena akawa rafiki na ule chizi. Sasa yeye kawekwa ile pesa kabisa, akili imerusi moja kwa moja, kwa sababu tabia zake zilikuwa za usherati, tabia zake za kuwataka watu kuwatoa kafara kabisa na kupata mali nyingi. Sasa kimemlamba. Sasa akawa anacheka ovyo ovyo. Wewe fanya hivi, cheza ile ya ndomba, cheza ile ya ndomba. Sasa wakawa wanacheza kabisa na kuburudika.